Tunataka kuongelea uzima wa mtu. Uzima wa mtu ni wa muhimu sana katika maisha. Angalia, mtu anapogonjwa tu anaelekea kwa mganga. Sababu gani? Sababu uzima ni kitu cha muhimu katika maisha. Ukigonjwa unasikia huna amani. Hata mtoto wako kigonjwa unasikia huna amani. Shetu uende kwa mganga kushughulikie. Ili inaonyesha kwamba ile uzima uliofichwa. Maana mtu anapenda kuishi. Lakini mtu anakuambia eti kufa ni bora. Kwangu kufa sio bora. Kufa ni vibaya kwangu. Kuishi ni bora kuliko kufa. Na hiyo ili upate kuishi unapaswa kufuata mafundisho na ujue kile ni kitu gani kinaweza kunisababisha ili mimi nisikufe. Kiko wazi na liko rahisi, ni kuchukia kifo tu. Unapochukia kifo unasema kumbe wewe kifo waweze kunifikisha kwa Mungu. Mtu ndiye anajifikisha kwa Mungu, sio kifo. Wewe unaweza kujifikisha kwa Mungu. Mungu iko wapi? Iko ndani yako. Juu Mungu ni roho. Mungu haonekani. Kana ni watu wanapenda kufa. Sababu njia ilikuwa haipatikana. Sasa hivi njia imepatikana ya ukombozi, ya kukutosha katika kifo humo ndani, ya kukuweka uzimani ili uwe uzima. Kuna watu ambao wanaimba uzimani. Ule uzima wanayoimba ni mifano. Uzima uko wapi na kifo kiko juu yako? Ni kumfurahisha anayekutawala. Sasa wewe unasema uzima, nimeokoka na furaha, nimeokoka. Sasa baadaye wanakukosa. Umeokoka wapi? Kuokoka ni kuokoka vitu viwili. Ni kuokoka roho, unaokoka mwili. Ndio maana hata maandiko yanasema kuna miili ya mbinguni na kuna miili ya duniani. Haiko vile. Kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani. Mwana hakai siku zote. Mwana anakaa siku zote nyumbani mwa baba, lakini mtumwa hakai siku zote. Mtumwa kila siku anapita, lakini mwana anakaa siku zote nyumbani mwa baba. Maana yeye ni wa kuishi siku zote. Sasa mtumwa ni nani? Anayemilikiwa na nini? Na kifo, ndiye mtumwa. Sasa unafikiri mtumwa ni nini? Anayetawaliwa na kifo ndiye mtumwa. Hakaye, hastahili kukaa nyumbani mwa baba, maana ni mtumwa. Sasa sisi tulikuwa bado hatujajua. Tulipojua tulikaa nyumbani, tulikaa katika utumwani bila kujua. Tulipojua sasa tukakuwa watu wazima, tukajitambua kwamba tuko utumwani, tukasema sharti tutoke utumwani. Ule alikuwa akitutawala, tukamtambua wewe ulikuwa mtumwa, ingawa ulikuwa unatulea siku nyingi, lakini tulijitambua kwamba wewe ni mtumwa. Nini ni kifo kilikuwa kinalea watu. Ndi kifo toka mwanzo. Ibilisi alipoasi mbinguni, kifo kilitawala mtu. Kwa maana anasema kifo kilitawala kuanzia kwa Adamu mpaka Musa, yani kuanzia katika roho mpaka mtu. Kifo kilitawala mtu kuanzia sauti hii iliyokufa duniani zilikufa. Sauti zote zinazolia duniani ni zinalia jangwani. Ni sauti zinayolia jangwani, hakuna maji. Sauti kilia jangwani sasa ina si kifo tu. Nafsi zenye ziko hapa zinazunguka hapa. Unaona watu wote ni nafsi tu, hazina mwili. Zinahitaji kupata mwili ili zifunikile nafsi, mwili wa uzima, mwili wa uhai. Ndio maana sisi hatujidai eti tuko mitume tu. Hapana, sisi ni watu wa uhai. Mimi ni mtu wa uhai, mtu ambaye iko na uzima ndani yake. Ni mimi na kuhubiri uzima na utoke katika kifo upate kuishi. Ukiwa na shida yote, njoo upate suluhisho, upate maisha mazuri. Familia yako iwe na maisha mazuri. Utoke katika uacha kwa nini watu wana imani mambo yenye hayapo? Eti nikikufa, wewe unajua chini ya ardhi kuna nini? Ni giza, wanakufunika, unaingia chini ya giza. Unafunikiwa na ingia chini ya giza, na iko ibilisi. Sasa unasema utatarajia. Kwa nini usipande? Unaona jinsi kwa nini usipande? Hata walioandika wanasema timwi wa Yesu hakuona uharibifu. Sasa mbona milioni naona uharibifu? Siku 3 inakuisha haribika. Sasa mbona wanasema mwili wa Yesu hakuona uharibifu? Naona mwili wa Yesu haukuona uharibifu. Ndio huyu. Mwili wa Yesu haukuona uharibifu. Sasa mbona milioni inatarajia nini? Kuona nini? Uharibifu.
siku 3 itakuwa ishaharibika. Ukishaingia chini ya ardhi safi. Na Mungu awabariki.